ya Yesu kufa na kufufuka. Simple reason, anasema awamiliki waliokufa na walio. That's another fact about the resurrection, about the rising of Jesus. Yesu asifiwe. Alifufuka moja ili awe mtawala, awamiliki waliokufa na walio hai. Tunarudi pale pale, to have the authority kwa waliokufa na walio hai. Ni mmilikiwa. Yesu asifiwe. Kwa Yesu. Wakina Abraham, Elia na nani na wenyewe ni wamilikiwa. Kwa lugha nyingine, Yesu atakapokuja anasema wala tutawatangulia. Kwa nini hatutawatangulia? Kwa sababu yeye hamiliki tu walio hai, anamiliki hata waliokufa. Unajua wafalme wanamiliki tu. Mfano aweze kukumiliki wakati umeisha kuwa umekufa. Bwana Yesu asifiwe. Ni lazima maisha yako ukiwa hapa ulimwenguni yawe maisha matakatifu. Anasema kufa kwa sababu kama kuishi, ndio maana nani Paulo anasema kuishi kufa ni faida, kuishi ni Kristo. Kwa maana when we live tukiwa na Kristo ndani, Bwana Yesu asifiwe, kifo chetu ni faida, kwa sababu bado tutamilikiwa, bado utamilikiwa na Kristo. Kwa lugha nyingine, wewe ukiisha kwa ndani ya Yesu, shetani ana uwezo wa kumiliki chochote hata ukiisha kufa. When you live in Christ, when Jesus is in you, ukiwa hai, hata ukifa, shetani ana uwezo wowote juu yako wewe, maana wewe ni mtoto wa Mungu, wewe umezaliwa na Mungu, wewe Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zako. Mwangalia rafiki yako, mwambie ili umilikiwe na Mungu, acha dhambi. Maana hata ukifa bado Yesu atafanyika kuwa mmiliki wa maisha yako. Tumeona kweli ya ngapi? Ya pili. Matokeo yake sio tu Mungu pamoja nasi, sio Mungu awe pamoja nasi, atembee na sisi. Kufufuka kwa Yesu kukabadilisha Mungu, badala ya kuwa miongoni mwetu, he changed. Now he lives in us. Mwanzo alikuwa Mungu pamoja na sisi, yaani Emmanuel.